na bebi wake, yani mwanaume anampakata. Kwa masuala ya pisila na yeye kupandikiza mimba, mimi nimeyaona kwenye mitandao ya kijamii. Niliona Maimasa alizungumzia hilo, watu wanadai hiyo mimba sio Jux kapiga, leo kapiga 18 nyavuni, ni kwamba mimba ni ya kupandikiza. Kwa sababu watu wengi walianza kudoubt kwa Jux kwamba umekaa na Vanessa Mdee karibu miaka 4 bila mtoto. Kwanza nikiachilia swali lako kuhusiana na ushoga kuoa, niende direct kwenye jamii kwamba kuna wazazi hawana uelewa kwamba mtoto wako akilawitiwa kwenye umri mdogo, kuna matibabu unaweza ukampeleka akaenda kutibiwa na akasafishwa ule uchafu alioingiliwa nao ukatoka. Sababu mtoto mtu akimnani kwa ndani zile nini tunasema sperm zile zinaweka uozo. Zikiweka uozo zinaweka wadudu, kwa hiyo mtoto anakuwa anawashwa. Akiwa anawashwa kwa hiyo anahitaji kukunwa, hawezi kujikuna. Kwa ndo sasa hapo anakuwa amezaliwa anakuwa shoga sasa. Lakini ukimwaisha hospitali matibabu yapo, hata Muhimbili hapo, anasafishwa, uchafu unatolewa, anakuwa kawaida. Na swala hata shoga anataka kuamua kwamba niache ushoga, matibabu yapo. Sasa huyu simjui, labda katibiwa, kasafishwa, kapona, na ndio maana kaamua kuoa. Lakini pia kwa angalizo jingine kwenye jamii, hasa wanawake, mashoga sasa hivi kutokana kwamba ili kujistiri, kuficha siri yao kwamba sio mashoga, wanakimbilia kuoa. Yes, wanakimbilia kuoa ili kwenye jamii aonekane ana mke. Sababu jamii inaamini kwamba huyu ana mke, analala naye, anampa mimba, kwa hiyo huyu nilijali, kumbe ni mchicha mwiba. Kwa anakimbilia kwenye kuoa. Kwenye kuoa. Kwa tusiwaamini wote. Yes, anajificha kwenye ngo hiyo. Kumbe yeye anamuita mke wake baby, na yeye mtani ana baby wake, yani mwanaume anampakata. Kwa hiyo sasa hivi hapa Dar es Salaam wengi sana wanakimbilia kuoa kuficha hiyo kashfa. Shanaelewa vizuri. Ndio style zilizopo hapa sasa hivi. Ndio maana kuna wengine sasa hivi kupiga hata mimba hawawezi, wanapandikiza. Shanaelewa vizuri. Kuna wengine mpaka abustiwe ndio akimbilie kwa mke wake. Yes, abustiwe sehemu ndio akimbilie kwa mke wake. Shanaelewa, kitu kisimame. Sasa unaona kwa mfano hapo ulivyozungumza. Hivi unahisi kwa sababu hawa watu ambao wana hizo tabia, sawa? Sio kama mtu ambaye anauza bangi au sio kama mtu ambaye anauza madawa kulevya kwamba unamkamata, si ndio? Unahisi nini kifanyike ili kuondoa hawa ambao wapo? Kwa sababu kuna namna features za mtu kimwangalia unasema mbona huyu kama sio mzima zinaonekana. Labda kwa hiyo unaweza kushauri vipi mamlaka au watu ambao wanahusika kwenye hizo sekta wafanye nini? Kwa sababu kuna watu ambao wanadhalilisha watu, wanakamatwa, wanaonyeshwa kwenye jamii, wanapewa labda vifungo, wanafanyaje? Hawa ambao tunawaona, kwa sababu kuna watu unakuta kavaa mavazi ya design ya kike, kafanya, kwa sababu wengi pia wanajificha kwenye umodo, wanajifanya sisi ni wana mitindo, kwa hiyo unakuta wanavaa nguo fulani, alafu lakini pia kuna wengine hata uongeaji na nini, wanaonekana na sasa hizi wanaonekana hadi mitandaoni kwenye TikTok huko. Unahisi serikali ifanye nini au mtu ambaye anahusika, kiongozi anayehusika kwenye hiyo engo? Ni ngumu sana kwa sasa. Nakili tu ni ngumu. Tusubiri tu hasira za Mwenyezi Mungu kama ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora. Ndio hicho tu mimi nakitamani kitokee, kama Mwenyezi Mungu alivyogafilika akaiangamiza Sodoma na Gomora. Kwa hiyo tusubiri makasiriko mengine ya Mwenyezi Mungu. Ushanaelewa? Kama sisi hatuwezi. Kwamba mtu kuweza kuondoa hili jambo haiwezekani. Haiwezekani, serikali zote duniani kwa sasa haziwezi, sio Tanzania tu. Sababu kama South Africa walisharuhusu ndoa za jinsia moja. Walisharuhusu kitambo tu. Kusagana, kuoana, kufanya nini, South Africa zamani tu walisharuhusu. Ushanaelewa? Sisi East Africa ndio bado hakuna nchi imeruhusu, lakini hizo taasisi za mashoga ni nyingi mno. Kwenye vyombo vya habari humu mashoga kibao. Sasa hivi hata kwenye siasa mashoga kibao. Kwenye nini? Kwenye vyama vya mashoga kibao, maviongozi kibao. Kwa sababu wanakula mashoga ili kuwapa nafasi kwenye uongozi.
na waelewi kwamba unapokula mashoga na wewe lazima uliwe. Umeelewa sasa hivyo? Unapokula mashoga na wewe lazima uliwe. Ni sana msichana ukikubali kusagwa na lishangazi likusage kwa sababu ya tamaa zako, na wewe baada ya hapo utataka mwanaume, utakuwa unasagwa. Umeelewa? Kwa hiyo sasa hivi ni utawala wa shetani kwenye hilo, na ndio maana tuliona hata Papa Francis ndio nilimtoa kabisa kwenye mfumo wangu wa kimaisha alipotaka kuruhusu ndoa za jinsia moja. Roma ni Katoliki Afrika ilimwambia hiyo haipo. Ndio maana hata Papa Francis amefariki, hakuna dunia imesikitika kuhusu yeye, sababu ya hicho kitendo. Dunia ilimchukia kwa sababu ya hicho kitendo, kutaka Roma ni Katoliki wabariki ndoa za jinsia moja. Ndio uelewe kwamba asilimia kubwa ya binadamu hapa duniani wanachukizwa na hicho kitendo. Umeelewa vizuri? Na mpaka aligombana na viongozi wenzake ambao ni makardinali kwa hiyo issue yake ya kutaka kuruhusu ndoa za jinsia moja. Lakini kwa sasa hivi Tanzania hapa ni ngumu mno, wasanii mashoga kibao, nafikiri unajua. Vyombo vya habari, ma DJ, watangazaji mashoga kibao. Yaani kwa watu maarufu mashoga kibao. Sasa kama mtu maarufu anakuwa mtaani ni shoga, hata vijana walio mtaani wanaona ni kawaida. Wanaona ni jambo la kawaida, wanamuona ana gari kali, anaishi nyumba nzuri. Vijana wanaingia kwenye 18, mbona ni shoga na nishi na sisi fresh tu. Alafu haya mashoga aliyo tayari ni mashoga ndio yanatumika kuvuta wanachama wapya. Kwa hiyo kiwanao karibu ni lazima kuingiza kwenye 18. Ujae. Ndio maana mimi uwezo ukanikuta sehemu nimekaa meza moja na mashoga. Hata wewe Juma siku uniite sehemu nikuta umekaa na mashoga, pale pale mimi naondoka. Na ushikaji mimi na wewe unakufa. Mimi kama siwajui. Wewe uone. Sasa kama mtu mimi hata Wasafi ukienda pale muuliza hata Moise Yobo anawaambiaga watu kibao kwamba ukitaka kugombana Dudubaya akuchukie, muite sehemu hapa ukuta umekaa na mashoga. Hataki urafiki na, kwa sababu ukiwa karibu na wale pale kwanza utaanza wewe watakulazimisha wapige miti. Na ukianza kuwapiga miti na wewe lazima uanze kupigwa miti. Kwa hiyo is better you stay away. Stay far from them. Ni sana mwanamke unaniambia eti mimi marafiki zangu ndio malaya, mimi naendaga nao mimi soma. Wewe unaweza ukawa na marafiki malaya usiwe malaya? Unaweza ukawa na vuta bangi muda wote usivuta bangi? Unaweza ukawa marafiki zako ni majambazi usiwe jambazi? Hata kama uendi usiku wewe ndio utakuwa mtunza silaha kisharudi. Kwa maana yake na wewe ni nani? Ni jambazi. Ushaelewa vizuri? Kwa hiyo ukitaka usiingie kwenye mfumo wa ushoga, kaa mbali nao watu. Acha kunywa nao, mkishalewa lazima atakungangania umpige. Na ukishaanza kumpiga ndio umedakwa. Na hilo pepo limeshakudaka. Kuna watu wanaacha wanatelekeza wake zao sababu kashanogewa na mashoga. Ndoa ngapi zinavunjika? Sababu tayari mtu alikuwa karibu na watu, pepo likamdaka. Lile ni pepo chafu linakudaka. Kwa hiyo ni lazima ukae mbali na watu. Moja kati ya kitu ambacho umekizungumza hapo ni swala la kupandikiza mimba. Kuna hii story ambayo ina trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii, Jux kwa mkewe Priscilla kwamba amepandikiza mimba. Ina ukweli kwa the way ambavyo unavyomjua Jux kwa moment ambao umezunguka naye, kama hiyo situation ambayo umetuambia kwamba ulikuwa naye katika gari pamoja yeye na Diamond Platnumz. Kwa the way ambavyo unamjua Jux, ni serious kwamba Jux anaweza kufanya kitu kama hicho? Swala la kupandikiza mimba, kwa sababu mimi siko na Jux karibu muda mrefu. Mara ya mwisho nimekuwa karibu na Jux Wasafi Festival 2019. Na hata Iringa tulikuwa wote, hapa Kitonyama tulikuwa wote. Kwa hiyo toka 2019 sijawa karibu na Jux. Hatujawa na mawasiliano wala hatujawahi kukutana. So masuala ya Priscilla na yeye kupandikiza mimba mimi nimeyaona kwenye mitandao ya kijamii, niliona Maimasa alizungumzia hilo. Watu wanadai hiyo mimba sio Jux kapiga. Leo kapiga 18 nyavuni, ni kwamba mimba ni ya kupandikiza. Kwa hiyo lakini mimi siwezi kusema mimba amepandikiza kwa sababu mimi sijui, lakini mimi mwenyewe ndio stories zopo mjini kwamba mimba ni ya kupandikiza. Yeah. Unavyoona ni kweli kabisa, ni kwa the way ambavyo unavyomfahamu Jux. Unafikiri kwamba Jux anaweza akakatwa akashauriwa labda au akafikiria kitu kama hicho? Yeah, kwa sababu watu wengi walianza kudoubt kwa Jux kwamba umekaa na Vanessa Mdee, yani Vanessa Mdee karibu miaka 4 bila mtoto.
na kama mamake mzazi akaanza kucomplain anataka mjukuu kama mliona. Na Jux akafanywa interview akasema mama ana complain sana anataka mjukuu. Nimekaa na Vanessa mpaka ameenda Marekani kwa Rotimi, sasa hivi ana watoto sio wangapi? Wawili sio wangapi? Wawili. Kwa nini umekaa na huyo mwanamke miaka 4 bila hata mjukuu? Kule kaenda Marekani tayari ana watoto wawili. Wewe unafanya nini? Kwa hiyo Jux akawa na ugomvi na mamake, mama anataka nini? Mjukuu. Na akafanya interview yeye mwenyewe niliona, anasema mama ana complain, lakini mama nishawaambia hawa wanawake wa mjini sio, na sina haraka na vitu kama hivyo, tulia. Ndio baadaye tukamwona nani na Priscilla. Na nikafanywa interview kuhusu Priscilla, nikasema tunachokitaka sisi ni mtoto. Tunakupa muda mwaka mmoja utupe nini? Tupe mtoto. Sio tu unatuvalia masuali yako mapana hayo. Si nilisifanya interview hivyo. Kwa hiyo sasa limekuja swala la mimba mimi kwamba mke wake ana mimba. Mimi nimeliona kwenye mitandao ya kijamii. Wala hajaniambia yeye kwamba shemeji yako ana mimba. Kwenye mitandao ya kijamii na wakuda wadau nini wadakudaku. Sianaelewa wanasema kwamba mimba ni ya family. Ni ya kupandikiza sio kapiga. Kwa hiyo mimi nimeliona na mimi kwenye mitandao ya kijamii kama ulivyoliona wewe na Watanzania kama alivyoliona.